Habari zenu. Wazima kabisa madada wa Gafu. Nilichokuwa nataka kuwakumbusha madada wa Gafu, hebu jaribuni kujipa moyo. Yaani kama na nyinyi ni wanadamu, msikubali sana kunyanyaswa. Kwa sababu nimejaribu kufuatilia mambo ya Oman, polisi hawawataki. Wenye nyumba hawawataki. Maagent hawawataki. Nikimaanisha kwamba hamna anayepokea kesi yenu. Kesi yenu zote, kesi zenu ni kwamba nyie ndio wahalifu, nyie ndio wezi, nyie ndio kila kitu. Yani wao hawaangalii upande ambao uko sahihi, kwamba mwenye nyumba yuko, yani mwenye nyumba yeye anaona nyie wafanyakazi ni wabaya, maagenti wanaona nyie wafanyakazi ni wabaya, polisi wanaona nyie wafanyakazi wote mna makosa. Yote yanaletelezwa na nani? Yote yanaletelezwa kwanza na maagenti na barozi na uhamiaji, barozi na maagenti ndio wanaoleta hiki chanzo. Sasa unakuta kwa mfano kama yule agent Suleiman huyo mnaomtegemea, yule mzee anadiriki kusema kwamba, anaulizwa swali, inakuwaje mnawanyang'anya pasipoti zao na mnanyang'anya mikataba yao? Anasema kwamba tunawanyang'anya kwa sababu ni wezi, tunawanyang'anya kwa sababu ni wezi. Mtu anaweza kaingia kwenye nyumba akachukua dhahabu, akampigia mtu simu kule Tanzania kwamba kuna mzigo huu hapa wa milioni kadhaa, eti anachukua dhahabu, anaondoka na pasipoti yake, anakimbia kurudi Tanzania. Kweli na maana watu wanaenda kufanya kazi kwa nia hizo wote? Tunakubaliana kwamba hamna wa Oman ambao ni Waarabu ambao ni wezi? Hamna watoto wenye nyumba ambao wanaweza kaiba dhahabu za mama yake? Ina maana wote wezi ni wadada tu. Alafu unajibu hoja nyepesi. Alafu kwa nini maagenti au serikali ya Oman sijawahi kusikia ikisema kwamba changamoto za mfanyakazi anapochomwa pasi na mwenye nyumba? Usikii wala agent aongei kabisa changamoto, mtu kachomwa pasi, mtu kachomwa lisime, kama yule mwingine alichomwa na kitu sila kufungia ngamia, lile likidonda lililosababishaga mpaka nikafungiwa mimi nikafungiwa live yangu. Mnakumbuka nilifungiwa live wiki 2 si wiki 3, tulimuonyesha yule dada alichomwa hapa na lisime la kufungia ngamia. Unaona vitu kama hivyo, hawana msaada. Kila unaposikiliza interview za watu wale wakubwa wa Oman ni kukandamiza wadada. Hakuna anayeongelea vifo. Hamna anayeongelea vifo. Vifo vimefuruliza vingapi pale Oman? 4 vilienda mfululizo, kipindi cha Mwanamvua sijui nani, Mariam nani, wote 4, lakini hakuna hata solution iliyochukuliwa. Watu wanachukulia pole, lakini watu wanaumizwa, watu wanakufa. Hatuwezi kukubali kukaa kimya kama hivyo. Na wenyewe basi maagenti wawe basi hata wanawasemea basi hao dada zetu, mnawanyang'anya passport, mnawanyanyasa. Hivi leo wewe unadiriki kuendea mfanyakazi Tanzania, alafu unaenda kumkabizisha afanye ngono na watoto wa mataira, eti kwa sababu hawajawahi kufanya ngono miaka 10. Unaingiza mfanyakazi Afrika ukamkabizi binti wa watu wafanye ngono tu, yani kwa uona kwamba wale wa Afrika wanazaraulika, hawafai, wanaweza wakatumika hata kwa uchafu wa namna ile. Alafu mnaopendaga kusema huo ni uongo, mje niwaonyeshe hiyo video shenzi nyie. Maana nyie mnaonaga kwamba hao Waarabu tunawaonea, wanaufusika wa hali ya juu sana. Wanawatendea maovu sana hawa madada, hawasemi kwa sababu ya njaa za nyumbani. Mimi nawazungumzia. Hapa nimekaa karibu wiki 2 sizungumzi kwa sababu na wao wanakuwa hawasupport. Wanaumizwa. Sasa mimi kila nikiangalia wanaumizwa. Angalia yule amechomwa pasi. Kuna wengine wanatemewa mate na watoto wa mwenye nyumba, kila dakika anatemewa mate. Akimgusa yule mtoto, mama mwenye nyumba anakuja juu. Tusikubali unyanyasaji wa namna hiyo. Anyway, haina tatizo. Tutazidi kupambana mpaka kitakuja kueleweka tu. Lakini solution ni kwamba mwenye matatizo wa kwanza kabisa ni agent aliyoko Tanzania, wa pili mwenye matatizo makubwa sasa uhamiaji, na watatu ni barozi. Mwisho na wanne ni maagent walioko huko Oman. Hawa wenye nyumba ni mauaji kabisa. Wenyewe ni mauaji tu, wenyewe wanaona sisi ni takataka. Kwa hiyo mnielewe.